Siku ya pili iliwakuta Zuri na Elian wakitembea kwenye njia ya miiba, sehemu ya msitu wa Enaria ambayo ilijulikana kwa kupoteza wale waliokuwa na mioyo dhaifu. Hapa miti iliongea kwa sauti za wafu na kivuli kilikuwa na uzito. Arin alikuwa nyuma yao akitembea kwa hatua za utulivu, akijifanya kuwa mlinzi mwaminifu. Lakini ndani ya koti lake sumu ya kivuli ilijificha, chupa ndogo ya kioo yenye kioevu chenye mng'ao wa giza. Elian, Arin alisema kwa sauti ya kirafiki, kuna kitu nataka kukuonyesha. Mahali ambapo tungeweza kupumzika salama. Elian alimtazama Zuri. Tukapumzike kwanza. Zuri alikubali kwa kichwa. Tuna safari ndefu mbele. Wakiwa kwenye kisima cha zamani kilichozungukwa na maua yaliyokauka, Arin alijitolea kutengeneza chai ya mitishamba. Alimwaga tone la sumu kwenye kikombe cha Elian polepole, kisha akakikabidhi kwa tabasamu la uongo. Lakini kabla Elian hajanywa, Zuri alichukua kikombe hicho kwa haraka. Ngoja nionje kwanza. Arin alishtuka. Hapana. Zuri alikunywa tone dogo, kisha akashika koo lake kwa maumivu. Macho yake yakabadilika rangi kama miale ya giza ilivyopenya ndani yake. Elian, hii si chai ya kawaida. Arin alinyanyuka haraka akitoa kisu chake. Msiendelee, mlipaswa kufa kabla hamjafika mpaka wa nuru. Elian alimwangalia kwa mshangao na hasira. Arin, rafiki yangu, kwa nini? Kwa sababu ulisahau ukoo wako. Ulimsaliti mfalme. Lakini nitamaliza hili mwenyewe. Lakini kabla hajamkaribia, Zuri alinyanyua mkono wake na kutoka kifuani mwake, mwanga wa Enaria ulitoka kwa nguvu ya kushangaza. Arin alizuiliwa na nguvu hiyo, kisha akaanguka chini akiwa hana fahamu. Zuri alianguka kwa uchovu mikononi mwa Elian. Elian, mwili wangu unahitaji mwanga zaidi. Sumu inapambana na damu yangu ya kifalme. Elian alimbeba akilia kwa hofu. Tutafika. Sitakuruhusu upotee. Alimkumbatia kwa nguvu, kisha akatazama mbele, mwanga wa mlimani ulionekana uking'aa mbali. Hapo ndipo mpaka wa nuru. Hapo ndipo utapona. Alichukua kito walichokizika jana akakishika mkononi. Kwa ajili ya Zuri. Kwa ajili ya Enaria. Wakati huo, ndani ya jumba la mfalme, Almar alijua kwamba mpango wake ulikuwa umeshindwa. Alisimama mbele ya ramani ya vita akajisemea, basi vita nitaileta mwenyewe. Hakuna urithi wa Enaria utakaonipiku. Na hapo kivuli kikubwa kilianza kuenea juu ya nchi, vita kuu ikiwadia. Lakini ndani ya mwanga mdogo uliobaki kulikuwa na tumaini moja tu, Zuri pekee. Usikose sehemu ya 9.